Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya jioni ya leo, na ninakukaribisha katika wimbi la Ijumaa. Ni matumaini kwamba leo hii siku yako imekuwa yenye tabasamu, na sasa hivi tunaandamana nawe moja kwa moja ili niweze kufahamisha yale ambayo yamejiri. Langu jina Ronalfa na mwelekezo wangu akiwa ni Bwana Alex Mongare. Karibu. Na tukianza ni kwamba Rais William Ruto amekaribisha kwa furaha kile alichokiita ushindi katika uchaguzi mdogo uliokamilika hivi karibuni, akisema kuwa viti vyote 7 vya ubunge vilichukuliwa na wagombea wanaoiunga mkono serikali pana. Alisema kuwa matokeo haya yanatoa ujumbe mzito wa wapiga kura kwa upande wa upinzani. Alitoa kauli hizo wakati wa uzinduzi wa barabara ya Relon Mahimayo, ambapo alikosoa upinzani kwa kukosa ajenda madhubuti na kwa kuendelesha siasa chana katika nchi yetu ya Kenya. Watu wa ukabila, watu wa chuki, nyinyi ambao watu mnaendesha sijui one term Kasongo na Masgo, hiyo sio sera. Tafuteni sera, na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Mimi niliwapatia ilani, wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one term Kasongo na Masgo, chuma chenu kimotoni, mutaona kivumbi. You are discussing about leaders, we are discussing about the people. You are discussing about the next election, we are discussing about the next generation. There is a world of a difference between us and you. It is as different and as clear as day is from night. Nyinyi mnanielewa bwana? Sasa nishawaambia hawa jamaa, wakiendelea na hii tutawazamisha asubuhi na mapema. Hao watu watatembea wakitembea. And as clear as day is from night. Nyinyi mnanielewa bwana? Sasa nishawaambia hawa jamaa, wakiendelea na hii tutawazamisha asubuhi na mapema. Watu Na tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto amezindua rasmi miradi mikubwa ya miundombinu katika kaunti ya Kiambu, akiongoza hafla ya uzinduzi wa barabara ya Relon Naivasha pamoja na barabara ya Relon Mahimayo Naivasha katika eneo la Kamandura Limuru. Amesema ifikapo mwaka 2027 mwezi wa 6 itakuwa imemalizika. Sisi tukiwa hai kwa miaka 30 ijayo, Kenya hii itabadilika. Tutaondoa umaskini, tutahakikisha kwamba kuna nafasi ya ajira ya vijana wetu, tutakuza uchumi na tutakuwa na chakula ya kutosha, Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Leo hii barabara tunajenga hapa, kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil, tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Kwa mapenzi ya Mungu, mimi nataka siku ya madaraka. Siku gani? 2027, siku ya madaraka, tarehe 1 mwezi wa 6. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. Na wadau wa sekta ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi TVET wameonyesha upya na azma ya kuimarisha mfumo unaolenga kuwawezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika sokoni. Walikutana mjini Eldoret katika kongamano la wadau wa TVET wa kanda ya Rift Valley, ambapo viongozi wa taasisi za TVET, sekta ya viwanda, serikali pamoja na washirika wa maendeleo walipongeza maendeleo ya miradi ya kuongeza ajira kwa vijana unaofadhiliwa na serikali ya Finland, Ujerumani hapa nchini Kenya. This end of year 2025 regional Dual TVET Stakeholders Forum offers a timely space for reflection, reinforcement and repositioning. Let us work together to be able to support the growth of our economy. Our young people need mentorship from the industry. We know very well our institutions do not have capacity to equip their workshops every single year. But working with the industry, because of the change of technology, they are dealing with the latest equipment and technology. The Dual TVET has really contributed in terms of training students for high productivity.
preparing them for the market. The knowledge in class, we transfer directly to the field. And there at the industry, we gain a lot of knowledge and skills. Na tukielekea katika kaunti ya Migori ni kwamba wadau wa haki za watoto katika kaunti ya Migori wameonya kuhusu pengo lililozidi kuongezeka katika ulinzi wa watoto na kuwataka wananchi pamoja na wadau wa haki kuongeza uhamasishaji na kuwalinda watoto hasa kipindi hiki ambacho shule zimefungwa baada ya maafisa wa mahakama kufichua kuwa kaunti haina makao ya maubusu ya watoto wala vitengo vya ulinzi vya watoto kwenye vituo vya polisi. Mwandishi wetu Lennox Odede anatuarifu zaidi. Wadau wa haki za watoto katika kaunti ya Migori wametakiwa kuongeza uhamasishaji kuhusu haki na ustawi wa watoto katika kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa hitimisho la mwezi wa huduma ya haki kwa watoto katika chuo cha ualimu cha Migori, Jaji Ann Ominjo wa Mahakama Kuu ya Migori ameeleza kwamba maadhimisho hayo yanakumbusha mfumo wa haki, wajibu wake wa kuwalinda watoto. Remind ourselves about the duties that we have to the children, to sensitize members of the public and stakeholders about the rights of the child, and to make sure that we expedite matters that are involving children. Aidha, ameongeza kuwa upungufu wa fedha umechangia pakubwa katika uvunjaji wa haki za watoto, ikiwemo kukosekana kwa kituo cha mahabusu ya watoto katika kaunti ya Migori. Our concern is lack of resources, which has made us not even to have a children's remand home in the county. The only one in South Nyanza is Manga Children's Remand Home. It is so far, and it makes us not to hear and determine the cases as soon as is required by the law, because when a child is in conflict with the law, their cases is supposed to be heard and determined within 6 months. But when they have to be taken all the way to Manga Children's Remand Home, then it means that sometimes they are not produced, or they are produced late when the witnesses have left. Ameongeza kuwa ukosefu vitengo vya ulinzi wa watoto katika vituo vyote vya polisi kaunti ya Migori ni changamoto kubwa. Hata hivyo, wadau wanapanga kuanzisha kituo cha ulinzi cha watoto katika kituo cha polisi cha Migori ili kuwalinda watoto na kuwaweka mbali na wahalifu watu wazima. We are required to have child protection units in all the police stations so that children are not mixed with the adult offenders or suspects. But we don't have any. The court users committees in this county are in the process of constructing child protection units at the Migori police station in partnership with other stakeholders, and particularly the county government and some donors. Hakimu Naomi Wairimu, mkuu wa kituo cha mahakama ya Migori, amesisitiza umuhimu wa kuwatambua na kuwatathmini watoto katika jamii. Amesema kwa watoto wengi hawajui haki zao na wanahitaji kuelimishwa na watu wazima ili waweze kuelewa na kujilinda. And to just remind them that they matter in this society and they're important. We are also here to give some awareness. We have been challenged that children do not know their rights. Children do not know they don't have much information about the law. So today we have agreed together with the teachers who are here that we will start a program. We started a program for the high schoolers, but we have realized that there is also a great need for that program to be extended to the primary schools. So we are going to be going to schools to just inform the children about their rights and also the Constitution, and to give them some general knowledge about what the law says about issues to do with children, and also generally informing them about the law. Mabalozi wa watoto katika kaunti ya Migori pia wamewahimiza wadau na jamii kuwalinda watoto dhidi ya aina zote za ukatili, hasa kipindi hiki ambacho shule zimefungwa. Advocate for children rights on education. We are calling upon the county government, the parents, the stakeholders, most of this closing period, that we take control onto our children, and more specifically we report any form of gender-based violence to the respective order, so that the children which might be involved in any form of gender-based violence to have a legal process. We have our paralegals in the community. They identified the cases
cases of SGBV and gender-based violence, then they refer to the police station. We work closely with the police department. We also work closely with the judiciary and the children's department. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na katika chaguzi ndogo, Bondwere alichaguliwa kuwa mbunge wa Kasipul baada ya kupata kura 16,819 na hivyo kumbwaga Aroko Philip tofauti kubwa ya kura. Ongondo Boyd Were 16,000 819. The MP-elect is Honorable For starters, I want to thank the people of Kasipul for believing in me and entrusting me with the responsibility to lead them. I also want to thank our party, our great party, ODM party. I want to thank our leaders led by our member of parliament, MCAs, our party chair, Her Excellency Governor Gladys Wanga, for believing in youth leadership. Today, the IBC conducted a free, fair and transparent election. We never witnessed any malpractices, so I want to hongera the IBC people for conducting a free, fair and transparent election. You know, the people of Kasipul have done their responsibility of electing a good leader, so it's for me now to work for them diligently. I also want to thank my competitors. We had 5 of them here who conceded defeat and agreed to support so that at least we can move forward. Shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, ile usinde bali wakati ambapo unaenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea basi nitazidi kukufahamisha mengi kwa wale ambao walipata ushindi katika chaguzi ndogo. Usiende bali. A strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Ndizi TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu,
tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronelfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. This festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake parts kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa wakati wako na karibu tena. Tunaposonga mbele ni kwamba Leonard Wamtende wa chama cha UDA ameshinda kiti cha ubunge wa Mbeere North baada ya kupata kura 15,802 akimshinda mpinzani wake wa karibu Newton Kariuki wa chama cha DP aliyejikusanyia kura 15,308. Returning officer hereby declares that Jero Leo Wamudende of ID number 22020809 has been duly elected as the member of the National Assembly for Mbeere North constituency in the election held on 27th day of November 2025. The constituency returning officer, John Kenywa of the indicated signature, dated this 28th day of November 2025. I will be fair. I will discharge my duties without any discrimination. I will meet all my pledges. I remember mentioning on fair distribution of bursaries.
free secondary education for day school, day scholars, and development, that is electricity, water, and also roads. I will remain committed to serving the people of Mbeere North, and more so to ensure the steps, you know, the commitments made, the progress made by the former member of National Assembly. Whatever project that is underway, I will endeavor to complete it as I even start more projects. I thank everyone present here for burning the midnight oil to ensure this process is fair and free, and I look forward to serving residents of Mbeere North as their member of National Assembly. Thank you so much. Na Hassan Kombe wa chama cha ODM ametangazwa mshindi wa kiti cha ubunge wa Magarini kaunti ya Kilifi baada ya kupata kula 17,909 akimshinda mpinzani wake wa karibu Stanley Genga kwa chama cha DCP aliyezoa kura 8,907. Nataka tu niwaambie kwamba kama chama cha PA sisi tutashirikiana kwa hali na mali na wenzetu wa ODM na wengine wote wale ambao wanafikiria kama sisi kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anarudi kama rais tena tutam 2027, na zaidi ya yote sisi kama PA pia tutashirikiana na vyama ODM huku mashinani kuhakikisha kwamba the broad based agenda ndani ya taifa letu inaweza kufanikiwa. Asanteni sana kila mtu, Mungu awabariki sana. Asante Mheshimiwa Tungule. Nafikiri ameongelea PA. Kuna mtu wa UDA official? Hakuna. Basi wacha nichukue fursa hii basi. Kwa niaba wewe cheo yako ni kidogo. Wacheni tu niwaambie hivi. Kwa sababu Mheshimiwa ameongea kuhusu sawa. Kwa sababu Mheshimiwa ameongea kuhusu maneno ya PA na mliona party leader wake alikuwa hapa pia. Mimi pia nichukue nafasi kwa niaba ya wote broad based government. Nishukuru sana Mheshimiwa Rais. Alikuwa akifuatilia, tukiongea na yeye mara kwa mara, tukimupdate vile tunaendelea. Na tumwambie Mheshimiwa Rais kwamba sisi tumesema hapa tuko kwa broad based, na asante sana kwa support yako vile tulishirikiana kuweza kudeliver. Kama ungetoa candidate wako pengine Mheshimiwa Rais, tungelikuwa tulipigana hapo katikati, lakini vyama vyote PA ili withdraw candidate, UDA ikadraw candidate. Kwa hivyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kusimama na sisi na kuweza kushirikiana. Nikiongeza hii campaign, ni washukuru pia wale makampena wote wa mashinani, wale vijana wetu mobilizers, wale agents, wale vikundi vya kina mama, vikundi vya kina baba ambazo tulishirikiana nao kuhakikisha kwamba tunashinda. Ili kuepatikane pia sauti ya ndugu zetu na dada zetu, nitaanza kwanza na Rueda tu sema neno moja, alafu nitamuita Amina tufunge. Msije mkasema we are gender insensitive. Asante Gavana. Mimi na mwanzo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza kwa salama. Pili nishukuru Rais, governors wetu wawili hawa kwa coordination yao mzuri, ndio tukapata ushindi alhamdulillah. Na kwingineko ni kwamba David Ndakwa wa chama cha UDA ametangazwa mshindi wa kiti cha ubunge katika kaunti ya Kakamega kuwa mshindi, na pia ameshinda mwenzake ambaye anaitwa Silvanus Mogaka. Has garnered 243 votes. Shivale Bruce Jackson has garnered 390 votes. Job Burudi Manyasi has garnered 70 votes. Edgar Busiega Mwanga has garnered 209 votes. Benjamin Nalwa has garnered 215 votes. David Athman Ndakwa has garnered 21,564 votes. George Ngaira Oyugi has garnered 148 votes. Seth Ambusini Panyako has gathered 20,210 votes.
Wilberforce Indai Tuvei has garnered 626 votes. I now declare Mr. David Athman Dakwa as officially been elected the official MP of Malava constituency. And in that connection, Mheshimiwa, kindly come forward and pick your certificate. You can hold it like this. You are officially elected the MP of Malava constituency. Thank you so much. God bless you. I want to give you an opportunity to say a word or two to your electorates, then we wind over. Malava hoye! Malava hoye! Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa haya yote. Tumekuwa kwa campaign baada ya kumpoteza mjumbe wetu Mheshimiwa Malulu. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, na tuko hapa wakati huu kwa sababu ya hiyo maneno ilitokea Malava. Mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa haya yote, kutufikisha sisi wakati kama huu na tukamaliza vizuri. Pili, ningependa kumshukuru party leader wangu, His Excellency President William Samoei Ruto, kwa kunipatia nafasi kwa chama chake ili nikuwe mgombea wa kiti cha ubunge cha Malava. Napenda kushukuru watu wa Malava kwa kujitokeza na kutoa statement moja na kunipatia nafasi ili nipate kuongoza kwa hii sehemu ya Malava. Napenda kupongeza familia yangu kwa nafasi yenye wamenipatia ili kutoka nje kutafuta uongozi wa Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndezi TV Afrika kwa wakati wako. Na basi kufikia hapo ndipo nafika kikomo katika taarifa zetu za leo za Ijumaa. Na basi nakutakia usiku mwema na sabato njema. Langu jina Ronelfa na mwelekezo wangu amekuwa ni Bwana Mongare Alex.